Akamwambia do it very fast. So you want to tell me that please, you have gone to a mile of no. recording a video, a sex video na head boy. Hapo ndo mmefikishana. No baby, waki kwa nini uniamini? Una record hiyo chat yote ni ya Karo. Ni hawa secretary. Hata nikimpigia utasikia tu. Hapana, secretary anaitwa Nora. Why is this boy calling you teacher Nora? Hajasema secretary, amesema teacher Nora. You are the one. But unajua siwezi kucheat. Si unajua? I can't imagine. Kwamba ni wewe, tumetoka na wewe mbali hiyo miaka 10 yote. Tumengangana, tumelea watoto. Tumehakisha watoto wameenda shule mzuri. Nora, hata kama ni kwenda nje nikienda na kisha everything nimehakisha kwamba kila kitu nimekuwekea vizuri. Sikia hii tena. Yeah. Alimwambia, hata ni alimwambia. But I hope si kuforce kwa hizi vitu zote. I hope this thing we are doing with love. Let's do this with love. Sawa, kamjibu, okay mwalimu, I understand. Hi guys, do you know if you invested just $1,000 into the Forex market 3 months ago, right now you could have been a millionaire? Yes, let me show you how. Gold prices moved in April 24th from 2,994 to 3,274 as at June 25th. Alright, you can see that's almost above 2,000 pips. If you had invested just $1,000, you can see the outcome. Those are so many pips, and we are still expecting the market to move. Remember, you can always WhatsApp us through this WhatsApp number for more updates on Forex markets. Excuse? Yes. Ni ajeni? Hapo sana. Mko poa? Tuko fiti. Mimi naitwa Thompson. Yes. Poleni kwa kuwasumbua. Yes. Kuna kitu nilikuwa naulizia hapa. Nilikuwa naangalia hizi mboga, naona ni mboga mzuri sana. Kabisa. Na nilikuwa nataka ninunue. Mnaweza jua mwenyewe at least akuje pia niuzie. Juu nilikuwa nimeziangalia, nimeshinda hapa niangalia na sioni watu, ndio nikaona mkikam. Mnaweza jua mwenyewe at least. Sincerely speaking, ndugu yangu, sisi tulikuwa tunapita tu. Oh, nyinyi si wa huku. Huyo ni mke wangu. Sisi tulikuwa tu kwa matembezi. Okay. Angalau tu tukijiangalia mazingira vile yamekaa. Sasa lakini tungejua tungekuelekeza. Nyinyi si wa huku. Sisi wakazi wa huku. Nyinyi wapita njia. No, kuna kitu umesema ni bibi yako? Huyu ni mke wangu. Hata bado unajua kuna kitu watu tunafanyanga. Mimi naitwa Thompson. Mimi ni content creator. Na bado huwa natafuta couple, tunaongea nao, then tunawazawadingi ka 30,000. So hata vile umeniambia ni bibi yako, nimefurahia sana. At least hii pesa unaweza kuwa, maybe unaweza ipata, unaweza bahatika tu ipate. Hiyo nayo ni kweli. Unajua kila kitu inakuanga tu kujaribu. Si ndio? Na hakuna mwanaume yako limited. No man is limited. Si ndio? So hata venye nimesikia ukiniambia ni bibi yako, si naomba tu mnipenda Kenya kidogo tu. Tuongee na nyinyi kidogo tu, hata ikienda sana ni dakika 5. Okay. Yeah, I start take much of your time. Najua mko na haraka. Usituweke sana. Sasa umesikia nikisema najua mko na haraka. Hapa yameshika chini. Nataka angalau tuwe na muda wetu. Kweli. Lakini najua mko na haraka, lakini unajua mahaba pia bila hela sio mahaba. Hakika. Sasa at least nitaweka kitu kwa mfuko yako. Yeah, so nitaomba tu dakika kidogo tu. Ikienda sana 5 minutes. Yeah, how do you see? Haina shida. Mko sawa? Nimekupa ruhusa. Okay. Si kama tusimame tu hapa hivi, tutoke kwa njia. I think sijiji wewe ndio mrefu ama ni mimi ndio mrefu. Mamu wewe unaweza simama tu hapa. Simamie hapa. Mkubwa hapa nimepata wageni wako sawa? Haya, so ule ni jamaa anaitwa Bravin. Huo ni my assistant director na ananisaidia kazi hapo hivyo. So ile kinyo unaona hapo, hiyo ni kamera. Umeelewa? Hiyo ni kamera na sasa hivi tunaongea hivi, tuko live.
kuna watu wanatuona. Na isikuwe ni zile vitu zenu za uongo. Gani hizo tena mama? Oh, sawa. Gani hizo? Kuna watu. Acha nikuwekee mic ndio ukiongea tusikie. Sawa. Unasema kuna watu? Kuna watu wanatapalingi watu, mala vitu za jokes, isikuwe ni hizo. Tu sisi ni watu tuko busy sana. Vitu ni vitu zile za hakika kabisa. Vitu genuine. Mimi hata by the way kenye nawaambia hapa, ninyi wenyewe mtafurahia. Okay. Ninyi wenyewe tu hata mtaniambia kijana wangu, next time tuite tena niwalete, ama utaniambia next time acha nikuletee dada yangu. Okay. Mwenye akona pia ni bibi na bwana. Unaelewa? Hapa hivi mimi nawatoa na uhakikishia mnatoka na pesa. Si nyinyi wanandoa, bora tu mkwe wanandoa, isikuwe mmenidanganya. Hatuja kudanganya. Nyinyi ni bibi na bwana. Sisi ni bwanangu, nampenda sana. Okay. Unaitwa nani? Mimi naitwa Zack. Zack. Na unaitwa nani? Naitwa Nora. Nora. Zack na Nora. Majina tamu eh? Jina ni alafu ni unique. Zack. Nora. Mko na mtoto? Tunao watoto wawili kwa sasa. Wawili? Anaitwa aje mwingine? Wa kwanza anaitwa Kingsley. Huyo ni kijana ambaye tulibarikiwa na yeye na Mwenyezi Mungu. Kingsley. Yes. Our king. Na hizi majina mnatoa wapi? Zinatoka harakati ya mapenzi tu. Hapana. Mnafahamu tuibie pia sisi. Pia sisi tukizaa, unajua sisi tumezoea Otieno, Amolo, at least to change pia majina kama Kingsley, Zack, Nora. Kuna jina mzuri sana. Ni ndoa miaka ngapi? Kuna 10 years. Tumekaa 10 years kwa ndoa. Kupendana. We are still pushing on. Msinidanganye. Bado tuko. Tunapendana, tunaaminiana. 10 good years. 10 good years, brother. Congratulations. Sio rahisi. Sio rahisi. Thank you. Si rahisi upate mtu amefikisha hapo. Hakika. Ni Mungu tu. By the way, hiyo naye ni God. Ni God. Na siri yako ni gani mama? Siri yangu. 10 years unajua ni venye ni ngumu mtu kufikisha 10 years. Siri ni maombi. Maombi, kuaminiana, love. Kumtegemea Mungu above all everything. Unapata mmesonga, miaka imeenda mkiwa bado pamoja. Okay. Na hii changamoto zenye watu wanapitia kwa ndoa, nyinyi kwani wapati? Yenye nasikianga watu wanapata changamoto, kesho unasikia beba vitu zako, umbwa hii enda kwenu. Kwani nyinyi changamoto Mungu anawapenda aje nyinyi wapate? Kwa hakika changamoto nazo hazikosekani, kwa sababu unajua hakuna ndoa ile ambayo iko dhabiti kabisa, ama tuseme ndoa iko perfect. So changamoto nazo ziko, lakini kwa sababu sisi ni watu ambao tumemtegemea Mungu, napata kwamba kila kitu inaenda tu sawa. So umesema changamoto ziko. Changamoto nazo ziko. Kuna mtu perfect. Okay. Lakini ni kukaa chini, mnaongea, mnatatua, mnasuluhisha tu. Mnasuluhisha, mnasamehana, mnaendelea na safari. Nikikuuliza, changamoto kama gani zenye ziko kwa ndoa? Unajua pia kuna pale wengine wanatamani kuingia kwa ndoa, lakini hawajui hizi changamoto zinakaa aje. Anaweza ingia kwa ndoa, apatane na changamoto, maybe ajui those are ones of challenges za ndoa. Kesho unasikia ndoa ni ngumu, ameenda. Changamoto kama ni gani hizi? Kama wewe mwanaume, changamoto gani unapitia kwa hii ndoa yako kwa hiyo miaka 10 hadi ukaitunza ukafika hapa? So changamoto nazo ni nyingi, na unaweza pata kwamba vitu kidogo tu zenye wewe mwenyewe wakati mwingine yani ile matarajio yako ya kwamba mke wako atakufanyia mambo kufika kiwango hiki haijafika, lakini sasa inabidi tu unamuelewa. Alafu pia upande mwingine unaweza pata kwamba watu wa nje, marafiki, wazazi wanaweza kuja wakaingia saa zingine wakakuja kuinterrupt hiyo ndoa yenu, lakini inabidi tu sasa nyinyi wenyewe, kwa sababu nyinyi wenyewe mlichaguana, inabidi sasa mkae mjaribu make decision on depending on your own understanding. Mom, yes. According to you, how do you solve your challenges? Kwa hiyo miaka 10 umerudi kwenu mara ngapi? Unajua maybe umerudi. Siwezi danganya, hiyo nimerudi mara 4. Siwezi danganya. Umerudi. Nimerudi. Ni nini ilifanya urudi? Yenye ilikubidi tu uliona mwezi kaa chini muongee, ukasema acha niende nyumbani. Ile ilinisukuma nikiingia kwa marriage. Nilikuwa na fikiria kitu inaitwa sexy daily. Nikapata ukapata ni once in a while. Dry spell. Inakuwa na uko kwa marriage. Aje sasa. Sasa ukimuuliza nimechoka. Sijui nini. Kazi ni mob.
Ikabidi Sasa, urudi kwenu. Ikabidi nirudi juu kwetu kuna kitanda, kuna food. Nini nilikuwa nimekosa? Kama sio hiyo. Bro, mbona unaniangusha bana? Mbona unyime, unajua by the way, sex is a conjugal right za mwanamke. Mbona unyime bro? Unajua sasa ndugu yangu, uoni kama kunyimana sex inafanya ndoa yako inakuwa hatarini? Unajua ndugu yangu, unaelewa sisi kama wanaume wakati mwingine unaweza pata kwamba uko na mambo mengi ambayo unafaa kila jambo ulishughulikie vile inavyofaa. Unapata kwamba unahitajika uhakikishe kwamba huyu mke amevaa, watoto wameenda shule, nini kama ni bills zote umelipa, nyumba iko nyumbani, huyu yani kila kitu. Unapata kwamba wakati mwingine umekosa huo uwezo na unapata kichwa kinakugonga. Na unaelewa kama sisi wanaume stress tu kidogo inakudrive away from your sex. Sasa unapata sio ati utanyima sana, lakini wakati mwingine inabidi wakati mwingine akuelewe. Si ati ile yenye unanyimana sana. Sio sana. Lakini unajua ikifika mali mwanamke anasema kwa ndoa lakini ako dry spell. Alitarajia ya kila siku. Unajua juu mimi ni binadamu, siwezi hiyo mambo ya kutosheleza kila siku, kila wakati, kila saa. Wananiambia ukae hivi ndio wakuone vizuri. Ukituambia story kwa nini unanyima bibi yako sex, wakuone vizuri. So umesema maybe ni juu ya kazi. Wakati mwingine ni kazi, saa zingine stress kidogo ikuje kugonga kidogo, juu labda kuna mambo mengine hujatimiza, bills hujakilia nini, so unapata saa zingine stress inakuja inakudrive away. But why don't you talk? Mbona ungemuelezea tu, mwambie baby iko hivi, ama mama Kingsley. Mama Kingsley. Iko hivi na hivi, si ati nakunyima kwa ubaya, lakini because of this and this. Mbona ungemuelezea hadi ifike harakati anaenda kwao nyumbani? Unajua bibi kurudi kwao. So uliambia mama yako umerudi juu ya nini? Mimi nilimwambia ile kitu nilikuwa natafuta kwa ndoa nimeikosa. Akakwambia aje? Sasa alitafutiwa wazee. Akaongeleshwa. So since aongeleshwa amerekebika. Alirekebika. So siku hizi ako poa. Ako sawa, acha tuseme ako sawa. Acha tuseme. Tuseme tu. Sawa bro. Unajua si poa kitu kama hiyo. Usiangushe wanaume. Unajua boy child, sisi ni very important kwa ndoa. Ni lazima tujaribu. Unajua ni kitu watu wajuangi. Mwanamke alitoka kwao jia kitu moja. Kama kukula si anakula kwao. Tena anakula vizuri. Hakika. Kuvaa si anavaa vizuri. Juu kwanza mama yake ako pale atamwambia mtoto wangu hii nguo ni mbaya. Vaa hii. Si kweli? So usiwe ufanye makosa kama hiyo. Sawa sawa ndugu yangu. Hiyo ndio ilifanya urudi mara 4. Ama hiyo ilikuwa ya kwanza, ya pili ilikuwa hiyo tu. Mengine ni kunyamaza, anaingia kwa nyumba, ongei, ako tu kwa simu, akupei attention. Sasa unashindwa sasa, kwa hiyo ndoa mmeboeka tu. You're just there. Na sisi hata ni watu tunafanya kazi mbali, wakati tumepatana unapata hakuna communication. Unafanya kazi mbali wapi? Hamkai pamoja? Hatukai pamoja, tuko na distance yetu ni refu. Kikazi ama? Kikazi, yes. So kwani unafanya kazi na nani, watoto nani unabaki nao wakati hamkai pamoja? Watoto wako kwa mikono yangu. So ni yeye wana travel ama ni wewe? Ni yeye. Ni yeye. Wewe ni wewe una travel? Mimi travel. Ama bro kuna mwanamke mwingine huko kitravel, unaenda unatoa stress huko, ukikuja kwa bibi umechoka? Mwanamke naye. Unajua wanaume tunawajua, mnajifanyanga saki story, lakini unajua kenye umefanya hapo. Ukweli mimi naye niliamua vile Mungu aliumba Adam na Eve wakiwa tu one and one. Niliamua pia mimi nikuwe tu hivyo tu, mmoja tu huyo. Nikatosheka na yeye. Licha ya kuwa naenda mbali, fanya kazi, na kama muda mrefu nikirudi sasa narudi sasa mahanja mwiko juu. Despite na hiyo, kuna changamoto yoyote yenye umeona kwa ndoa yako? Kwa ndoa yangu? Despite na hizo zenye alikufanyia ukarudi kwenu, despite na hizo, kuna ile changamoto yenye umeona kwa ndoa yako? Siwezi sema kitu kingine, hizo tu ndio changamoto. According to you, unaweza ambia nini wasichana wadogo pale nje? Ule mwenye maybe anapitia kitu kama hiyo, anaona kama changamoto, anaona heri avunje ndoa yake aende kwingine. Unaweza muambia nini? Mimi naweza mwambia ukiingia kwa ndoa usiingie ukifikiria ati ni furaha kila siku.
ndoa si furaha kila siku, lakini kitu ya maana kwa marriage ni communication. Kuongeleshana, ukiona makosa usinyamaze. Juu mimi nilikuwa na nyamaza day 1, day 2, day 3. Unaona? Ile inafaa ni mkiona kashinda mnaongea. Unaambia mwenzako, mnaongeleshana, mnarekebisha. Mnaendelea. Na kusameheana pia. So kitu ya kwanza umewapatia ni communication. Watu wakiongea. Yes. Wanasameheana. Then ndoa inaendelea. Kama mwanaume, unajua wanaume wengi wanakuanga na hii mtindo ya wanaogopa kuoa. Anataka anapata dem, anagonga, anaenda kwa mwingine. Hataki kuweka kwa nyumba, hataki wanaitaje? Kupata majukumu. Kujukumika. Kama wewe venye umekaa kwa ndoa kwa miaka 10. Unaweza ambia nini wanaume wenzako hapo nje ama vijana wenzako hapo nje? So mimi vijana wenzangu, mimi ningependa kuambia kitu cha kwanza, ndoa hakuna ule mtu anaendanga ndoa kama umejipanga. Ndoa unaingia ndani unaanza kujipangia hapo. Hakuna mtu mwenye utaingia kwa ndoa kama umejipanga kwamba nitafanya kila kitu sawa sambamba, ikienda hivi ikuwe imenyoroka. Sasa yani unaenda, ukishafika pale ndio utakuwa unajifunza hapa kutokana na mistakes zenye utakuwa una make. Ndoa ni kama tu shule. Umeingia shule bado unajifunza, si ndio? Ni kama pia maisha pia kwa dunia, wanasema maisha yenyewe ni shule. So ndoa pia hakuna mtu yule anaingia kwa ndoa kama anajua kila kitu cha kufanya. Unaingia ni shule, unajifunza polepole kutokana na zile mistakes zako, mistakes za mke wako. Alafu kitu kingine, trustworthiness. Mostly mwanaume unafukwe ule mtu unakuwa trustworthy. Mke wako ufanye mke wako kuamini. So mke wako akikuamini, hiyo ndoa inaenda. And you should always be open. Do you think hizi ndoa zinavunjika ni because hawaaminiani kwa ndoa? Kwa upande mwingine naweza sema hivi, sana sana ukiangalia sababu kubwa ambayo imefanya ndoa zinavunjika ni kosa uaminifu. Vijana wengi unaingia katika ndoa lakini unapata kijana ako na mke wake lakini tena huku ako na mpango wa kando. So hiyo inasababisha ndoa kusambaratika. Wow. So mimi hata mmenifurahisha sana. Thank you. Na venye mmenifurahisha hivi, nataka niwache na mabadiliko. Niwache mabadiliko ya maisha. At least unajua 30,000 yes inaweza kwa maybe inaweza kuwa small amount from you guys, but at least inaweza boost mahali. Si ni kweli? But bado tunakuanga na kaslogan moja. Unajua hakuna haja niwapei pesa then ikuwe hii pesa ndio msingi ya kuvunja hii ndoa. Juu unajua bado hii pesa anaweza kukupatia. Na maybe bwanako ako na wasichana wengine, ako na kamsichana huko. So hii pesa atumie kufanya nini? Kukula na nani? Na yule msichana. Umeelewa? Itakuwa huyu kijana mwenye tulipatana akanipea pesa ndiye aliharibu hii ndoa. Unaelewana? So tunataka tuhakikishe hii pesa tukiwapea ni mnaenda kutumia vizuri. Ni wewe bibi na bwana ndio mnaenda kuitumia. Awendi nje ya ndoa, aendi nje ya ndoa. Hiyo ndio tunataka kuhakikisha hii pesa inaenda kuwasaidia. Tumeelewana? Najua hii itakuwa challenge kidogo kwenu. Tunatakanga kuhakikisha ninyi wote ni waaminifu. Una trust bwanako uendi nje ya ndoa. Wenye umesema bwana ako mbali, awendi nje ya ndoa, unakuwa tu loyal kwake. Pia bwanako venye anaenda huko mbali, haendi nje ya ndoa, ni wewe tu. Nataka tu tunahakikishanga tu hiyo tukipata ni ukweli amwendi nje ya ndoa. Si mimi nawapatia sahi hapa cash. Si ati story ya kuja kesho hapa tunamalizania hapa. Mnaona aje? Ni sawa. Kama kuna kitu unaweza fanya utupatie hiyo hela, tutashukuru. So uko sawa. But sisi baby tunaaminiana. Si tunaaminiana, so acha we love each other. We love each other. Unajua ni ukweli mnapendana na mnaaminiana. But tuseme ukweli, unajua pesa pia si ya corruption. Hii pesa ni pesa legit, ni pesa nimepatiliwa pale na wale watu, nikuje nitafute couple wenye wako loyal niwapatie. So unajua lazima pia uhakikishe nimeconfirm nimepea loyal couple. Umeunderstand? Juu nikiwapatia tu sahihi watasema Thompson kuna venye uliongea na hao watu wakugawie after. Unaelewa? So kitu kama hiyo. So lazima uhakikishe kwamba nyinyi wote ni waaminifu. These are very loyal couple. Exactly. Lazima uhakikishe. Haina shida. Uko sawa nayo? Niko sawa mimi. So kenye tunafanyanga tunachukuanga simu zenu. Unatusaidia simu yako, unatusaidia simu yako. Tunaangalia. Unajua sasa maisha ni technology. Sasa nikitaka kujua kama udeleting messages, nikitaka kujua venye mlimit na bibi yako.
nitajua tu, nitaona through messages. Ni kweli. Si ni ukweli? Yeah. So tunaisimu tunaangalia kama in case unaweza kuwa uko na kashungua hapo nje umefichilia. Kama kuna message za mapenzi zenye unaongea tofauti na kama ni za bibi yako iko sawa. Lakini kama ni tofauti na bibi yako tukiona bro hapo hakuna story, tunaongea tu story ya pesa. Tunapiga mambo ya pesa X. Yeah, so inakuwa ni must compulsory you be loyal. Lakini mimi naamini kwamba tuko loyal and we love each other. Unaamini? So hiyo pesa lazima itaingia leo. Si basi mnisaidie simu zenyu kama mko sure. Okay. Kama mko sure na kenye unasema. Tuko sure. Nitolee password. Nitolee pia yako password unisaidie. If you are sure, unajua sitaki tukue tunaandikia mate wakati wino iko. Ni kweli? Si ndio? Yeah. Nitolee password unipe yako, nitolee pia yako password. Lakini the way I'm seeing you, are you guys you are good. Miaka 10 si kidogo kwa marriage. By the way, miaka 10 na sio rahisi. Yeah. Ushatoa, naona ushatoa, nipe. Haikuwa rahisi. Lete tu. Sawa. Nianze na ya nani? Anza na hiyo yangu. Nianze na yako. Ili kuhakikisha mbele ya mke wangu kwamba yenyewe mimi ni ule mwanaume niko kidete. Uko kidete? Umesave aje bibi yako? Mke wangu ni msave my love. Your love? Yeah. Hebu namba yako ni 07 94 94 06. Achia hapo. Sitaki wakupigie simu. Aanze kusema ule kijana alipiana namba yangu. Aanze kuomba pesa. Sitaki. Baada ya kusave my love. Wow. Save my love. Wewe unashika hii simu yake maybe tema amerudi. Wewe unaishika? Kwa simu nayo ulisema mtu akae na simu yake. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini tishike simu na nyinyi kitu moja? Hiyo tuliagree hivyo tu. Okay. Yeah. Wait a minute. You are a CEO? Yeah, I'm a CEO. Yeah. Si hata sisi tupe hizo connections za kupata kazi kwa kampuni. Nitawapea. Ukija tu pale kwa kampuni, ongea na HR pale, atakudirect penye mimi niko. Yeah. Aje tutaongea behind the camera, si ndio? Yeah. Nyuma ya tent, si ndio? Sawa. I love this. Okay. Who Winnie ni nani? Huyo Winnie. Winnie is just my co-worker. Okay. Yeah. Hapa naona namwambia ndio mzigo zimefika. Lucy is also one of my business partners. Yeah. Ana hata hapa ulikuwa kwa ndege bro. Yeah. Hii ulikuwa unaenda wapi? Yeah, by that time nilikuwa naenda Canada. Yeah, nikienda ndio niweke sahihi, kuna one of the luggage ilifaa ikuje huko. Yeah. You have a good husband by the way. I know. Hakikisha. Sasa pasi wenye message mbaya. Wako clean. Na wanatoa message za na boyfriend ni za maboys na workers. Na naongelea mambo ya game tu. Mpira tu. I know you are the one of those guests wenye walialikwa kwa matanga ya Rao. Yeah. Okay. Matanga ya Rao ilikuwa ni lazima sababu I used to work with the son some years ago before. Na ni mgani junior ama the late Fidel, yeah. Okay. Yeah. Hizi msioni ikiwa na mambo. I know iko clean. Very clean. Okay, thank you. Hapo unaweza confirm. Niko sawa. Very clean. Yeah, asante. Nigete na password yako. I love this. My wife knows who I am. Thank you. I love this by the way. Yeah. Hizi bahati name mnatoanga wapi? Mtuambie hata sisi. Umesave aje bwana wako? Babe. Hebu nipe namba yako. Yangu. Yake. Namba yangu 0745
69. Achia hapo. Save babe. Oh. Wewe ni mwalimu? Yeah. My teacher. Wow, what a blessed family. Oh. I love this. Naona hata unafunza secondary. Yeah, boys. Naona hapa boys. I love this. Na haujakuwa wakiinvigilate mtihani? Sikuwa. Ama hiyo uendi? Na hiyo sikuwa. Okay. Sikia wanaiba mtihani sana ama pia nyinyi pia wewe ni wa kutafuta Wakenya kuwarushia? Hapana. Nasikia sasa kuna uwizi wa mtihani sana. Yes. Sisi tunajiaminia. So huyu ni principal. Anajita Ken. Isau. Who is this Isau? Huyu Isau ni nani? Isau. Isau. Nimemsave hapo hivyo. Nimemsave tu Isau. Acha niangalie. Hapo nimesearch kwa fulani. Ikaniletea Isau. Ai. Kwani Isau ni nani? Ni student. Tunaona hapa iko Isau. Huyo ni head boy. Yeah. Ni kijana tunasaidiana kazi pale shuleni. Nisaidia kuangalia wao student wenzake. Okay. Yeah. Si kabaya, kakona kazi poa, kana discipline ako sawa. Okay. Unasema ni head boy? Ni head boy. Hapa kuna message fulani. Anda nisome tu isikue na kukuta kando. Nataka usikie. Nataka pia asikie. Sound amemuuliza, na kwani hadi yako na simu? Unajua nashangaa. Hi Madam Nora, nilisikia ulinikuwa unanitafuta but siku around. Where can I get you? Uko kwa staff room ama kwa ofisi? Akamwambia sasa siko kwa ofisi but come kwa servant quarters au teachers quarters. Come teachers quarters. Akamwambia ni sawa. Hey, hi. I hope au kupata mwalimu wa chemistry kama ameingia. Akamwambia ya sikumpata, niliingia tu hivi class na pia akaingia. Akamwambia but I hope student hawaku recognize kenye kama kuna kitu ilifanyika. Akamwambia hawawezi. Akamwambia but make sure haujaambia your friend because nakuonanga so close na nakuonanga so close na Henry, and that boy si boy wa kuambia kitu, ni wa kupanuka na anaweza toboa siri yetu. Akamwambia siwezi mwambia, this is between me and you, bora tu ni promise utakuwa unanipitishia mtihani au utakuwa unanifanya nipite mtihani. Nora akamjibu akamwambia yeah, as long as unanisatisfy vizuri venye wewe unafanya, nitakuwa na kufanya upass mtihani. So nakumbuka kama last time chemistry ulikuwa the top student. Akamwambia yeah and appreciate. Sikiza, Isau anamwambia hi mwalimu, nimesikia umenitafuta but leo na feel nikiwa weak. Si feel vizuri. Akamuuliza weak aje?
na venye niko honi na kuhitaji. Sawa akamjibu akamwambia, please mwalimu, just understand, I know unanihitaji lakini for now na feel very sick. Akamwambia so tufanye aje? Akamwambia hebu come. Akamwambia mwalimu, sita manage but sita manage, just understand. Nora akamjibu akamwambia, so unamaanisha nitafute mwingine ama? Akamwambia hapana, ni venye sisikii poa lakini kesho nitakuwa na feel poa na nitakam. Sikiza venye Nora akamjibu akamwambia ni sawa sawa, just remain our secret, this is between me and you. Ujue na kupenda sana na huwa na feel vibaya by the way ukitembea na Sara. Sara ni nani? Is it your girlfriend? Akamwambia Sara is just a classmate, mimi hakuna uhusiano yote yenye between me and Sara. Nani akamwambia? Bibi yako Nora akamwambia ni sawa sawa, because one day one time nikiwapata I will just beat that girl vibaya sana. Sawa akamwambia ni sawa sawa mwalimu, nimesikia. Esau tena akamwambia, hai mwalimu, leo niko poa, so unitumie ka lunch. Akamwambia haina shida, we come kwa ofisi. Na kwani huyu student ako na simu kwa class ama juu sielewi? Then mnakulana na student? Hapana. Ama hizi messages mimi sielewi. Kwani huyu student ako na simu kwa shule? Ako nayo, ni day school. Ni day school? Sasa unajua pesa zingine wanapenyanga nayo. Kama sojaoni. So si hivyo unafikiria by the way. Ani aje juu? Sio hivyo. Ama ni mimi sielewi hizi message. Sio hivyo unafikiria. Ama tu hizo message ama ni maybe sielewi. Naziona. Unajua maybe anaweza sema mimi nachochea, maybe wewe unaweza kuwa maybe mimi naielewa tofauti. Mbona anakuambia leo ako week na unamwambia uko home? So my wife Nora. You want to tell me that all these 10 years we have spent together it is just a wastage of time? No. I know. For all this far we have gone. Sio hivyo, I can explain. Unalala na student. Head boy. Sio mimi, sio. Hiyo text sio yangu. Of all the people you can just make to start cheating me with a school head boy. I can explain babe. Si unajua hatuna kupenda. No. I can't agree. Huyo boy ni vile tu tuko close na yeye kwa shule, juu ni student mzuri. Sasa kila mtu anaongeanga naye hata teachers. Sio mimi niliandika hiyo text. But my hiyo phone ni yangu. But sio mimi niliandika hiyo text. Mwenye alikuwa anaandika ni si alikuwa anasema teacher Nora. Yes, kwa simu ni yangu. Si anakutaja teacher Nora. Simu ni yangu na kuna namba yangu. Lakini nilipea secretary wetu. Secretary anaitwa Nora. Msichana. Secretary anaitwa Nora. How comes student akona simu shule? Unajua how comes a student has a phone? Yani unataka kuniambia kwa marriage you are acting unprofessionally, ukienda kwa shule pia you are acting unprofessionally? Nora. But I can explain. Nora, sio mimi, believe me. No. I love you. Hapana. Si mimi nimeandika hiyo text, please. Hapo hakuna ati cha I love you, hakuna ati nini. That is a very good clear evidence to show that you are cheating on me. Utasikia. Hakuna kitu between us. Una cheat kwangu. Wewe na school head boy. Hapana. Hapana. Nora. I've gone unapeleka class yako chini. Niweke password. Yani head boy. Nimeenda, unajua nimeenda kiwango ya kuhakikisha kwamba kila kitu ako nacho kwa nyumba. Hapana babe, hata tunaweza mcall. Usikie hiyo ni Karo secretary wetu pamoja. Hapo na simu yake ilikuwa imezima nikamsaidia. Nimestruggleia. Hii marriage nimeinvest in, nimehakikisha kwamba watoto kwa shule wanaenda shule nzuri. Usifikirie hivyo unataka kufikiria, please. Hata usiniguze Nora. Please baby, please. This marriage, siwezi nikakucheat na head boy. No. No, Nora, no. We cannot. I can't agree with you. Siwezi, nimekataa. Sasa nitakwambia aje yake unielewe. Si unajua 10 years yote tukiwa kwa marriage, siwezi nikaribu ndoa yetu. Hii message hata sikuwa nimeiona. Anamwambia, hey Sau, there is some video yenye niliona kwa simu yako ukiwa umerecord tukiwa uchi. Mbona ulifanya hivyo? Akamwambia si mimi nilirecord, nilipia mimi kalijirecord. I'm sorry but I will delete it. Akamwambia do it very fast. So you want to tell me that you have gone to a mile of recording a video
a sex video na head boy. Hapo ndo mmefikishana. No baby, waki kwa nini uniamini? Una record hiyo chat yote ni ya Karo. Ni hawa secretary. Hata nikimpigia utasikia tu. Hapana, secretary anaitwa Nora. Why is this boy calling you teacher Nora? Hajasema secretary, amesema teacher Nora. You are the one. But unajua siwezi kucheat. Si unajua? I can't imagine. Kwamba ni wewe, tumetoka na wewe mbali hiyo miaka 10 yote. Tumengangana, tumelea watoto. Tumehakisha watoto wameenda shule mzuri. Nora, hata kama ni kwenda nje nikienda na kisha everything nimehakisha kwamba kila kitu nimekuwekea vizuri. Sikia hii tena. Yeah. Alimwambia, hata ni alimwambia. But I hope sikuforce kwa hizi vitu zote. I hope this thing we are doing with love. Let's do this with love. Sawa, kamjibu, okay mwalimu, I understand. So Nora, Hey. yani hauna love kwangu? Mimi yangu ni uongo, unanidanganya mimi. Alafu yule unayempenda ni school head boy. But unajua vile nakupenda. Si unajua ndo yetu imetoka mbali. Unipendi. Ni mara ngapi tunakosana na tunasameana? Niko sure kwamba alikuwa naye kuniita Nora, but simu ilikuwa ya Karo. Hata ukiangalia hizo majina zinaingiana. Karo na Nora hazina umbali. Let me just come to a conclusion that you have just been wasting my time. You have been wasting my time. No. And for sure, mimi nataka kuhakikishia kwamba tukitoka hapa, let it end like that. Usiamini hii message please. Hata siwezi kukuamini na siwezi kukuamini kabisa. Believe me, nakupenda. Hiyo nayo nimekataa. Tumekaa kwa ndoa miaka 10, please. A student, very 10 weird. years. Hai hapana. Shika simu yako. Very weird. So, Nora, very weird by the head boy. The marriage between you and I is over. Everyone to go in his own way. No. Why are you playing with the head boy? Let us just end it like that. Yeah. Now the way you look beautiful. Hey, kwani. Hey. Cut hiyo kitu director. Hey guys, do you know if you invested just $1,000 into the Forex market 3 months ago, right now you could have been a millionaire? Yes, let me show you how. Gold prices moved in April 24th from 2,994 to 3,274 as at June 25th. Alright, you can see that's almost above 2,000 pips. If you had invested just $1,000, you can see the outcome. Those are so many pips, and we are still expecting the market to move. Remember, you can always WhatsApp us through this WhatsApp number for more updates on Forex markets.